Mimi nafurahi sana nikiona watu tunasimama na Mungu. Sio mimi nasimama na Mungu. Mimi hamna kitu kinanifurahishaga kwenye maisha yangu. Ukweli ni kuone wewe unapanda ngazi, unasonga mbele. Mimi nafurahiaga sana. Na sikuoni ukiwa unaomba. Wengi mtafahamu hili, au wengi mnajua hili. Maana nyingi huwa nawaambia, yaani ukishuka nakwambia, ndugu yangu hauko vizuri. Mtumishi umejuaje? So nimejuaje? Mimi hauko vizuri na Mungu tengeneza. Ni kweli. Mtumishi, kwa una hivi, mimi nataka usonge mbele. Wewe ukiongezeka unanipunguzia mzigo. Wewe ukiwa na nguvu, kuna watu ungewaleta kwangu na malizana wewe. Yesu anafanya hivi, njoo ndugu yangu. Mela vizuri. Wewe kwamba huyu kuna mtu anaumwa, wewe mwenyewe unamaliza. Kama Mungu aishi, hakutakuwa na hiki leo na hata milele. Nimekataa mimi. Nimekataa. Kwa nini nimekataa? Ninayo mamlaka. Sisi hatufai kuwa watu tegemezi kwa wanadamu. Tumefaa kuwa tegemezi kwa Mungu. Hicho wote tumtegemee nani? Mungu. Kwa hiyo kwa wewe ni lungu na silaha za Mungu. Anavunja falme. Sasa kama falme zinavunjwa kupitia wewe, mbona sasa unavunjwa? Jiulize, kama mimi ni lungu, hili lungu la nini? Ni mpingo au nini? Bua. Kwamba ukipiga unaumia wewe, unacheka wewe? No, lazima uwe chuma kweli. Kwa hiyo tunapofanya uhamisho wa kiroho, tunahama tukiwa kamili, tukiwa na nguvu, tukiwa na uwezo, tukiwa na mamlaka, ili tutembee katika nuru ya Mungu kweli ambaye yeye ametuumba. Kwa hiyo wewe leo ukihama, unakuwa chini ya utawala wa Yesu Kristo. Siku moja niliwahi kufundisha hapa, na leo nitasema kwa ufupi sana. Nikaambia hivi, ulimwengu wa kiroho, ukipata neema ya kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho, ulimwengu wa kiroho, leader wa ulimwengu wa kiroho ni Mungu. Wote ni Mungu. Lakini ulimwengu wa kiroho unagawanyika maeneo ngapi? Mawili. Nuru ni nani? Ni Kristo. Na giza ni Shetani. Kwa sababu Shetani hajawahi kuumba chochote. Kwa mfalme wa giza ni nani? Ni Shetani. Na mfalme wa nuru ni nani? Ni Kristo. Kwa hiyo sisi leo tunapoamua kuwa chini ya utawala wa Kristo, maana yake tunalimeza giza. Kwa sababu Kristo alishinda kila kitu. Ni lazima tuhame huko, tutoke huko, kwamba kama giza, kama uliwahi kukabwa ni zamani, sio leo. Mimi kuna wakati nilikuwaga naweza nikakaa nikasema, yaani mimi jioni, wakati leo watu wanaenda kuomba, Bwana unilinde usiku huu uwe mzuri, mimi naingia kuomba. Ni wachawi, mkanikusanyikie usiku wa leo. Naagiza mamlaka zote za giza zinikusanyikie usiku wa leo. Ninacho kitu cha kuwaambia, na ninacho kitu cha kuwafanya. Umenielewa vizuri? Lakini usifanye hivyo kama imani yako bado ni ya kulega. Kwa sababu kila unachokitamka kinakuwa. Ukijiona imani yako bado, kuna mmoja aliwahi kufanya hivyo. Nilimfundisha, unaweza kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho ikawa hivi. Siku hiyo akaingia kwenye kurudi. Anasikia sauti watu wanaongea, lakini hawezi kutikisa kidole. Ndio nimeona vitu vingi sawa. Narudije? Yaani unaingia ndani unatoka. Oya bro, nilikuwa nakusikia kila kitu. Lakini ngumu hauwezekani. Umeelewa? Ni kwa nini? Lazima uwe na utoshelevu mkubwa ambao utakuwezesha unaingia, unatoka. Leo unataka kujua hatima yako, hatima ya watoto wako, lazima uangalie, unajua wanangu hivi, vita gani ziko mbele yangu? Kuna kizuizi gani kiko mbele yangu? Okay, kuna mpango huu unapangwa. Wewe lazima ujue, kwa sababu wewe ni mtu wa kiroho, wewe sio mtu wa kawaida. Bahati mbaya sana leo injili tunayohubiri ya mwili sana. Ya mwili. Kwa mfano, tukihubiri uzinzi. Watu wengi wanasema uzinzi ni mke na mume, sio ndoa, sio kwa ndoa. Wakaishia hapo. Uzinzi hata pale wewe utakaponitegemea mimi sana. Wewe mzinzi. Mtegemea nani? Mtegemea nani? Mungu. Yaani imani yako. Unajua kwamba huyu ni mtumishi wa Mungu. Naweza kupata neno
kupitia yeye, ikiwa Mungu amesema naye. Lakini tumaini lako liko kwa wapi? Kwa Mungu. Leo hii tunatafuta sisi ufalme. Niwe mfalme, nijulikane, dunia nzima inijue, nitengeneze brandi. No. Tunapoteza watu. Mungu ametaka tuwapeleke kwake. Sio waje kwetu, na sio mje kwangu. Muende kwa nani? Kwa Mungu. Mimi nawatawala wapi? Najua mkienda mnalala, mnajua. Mnakula nini najua. Mkiondoka hapa mnakula nini najua. Hapana, ila Mungu anajua. Kwa sababu maisha yenu katika ulimwengu wa kiroho yamekamilishwa. Ukiingia kwenye ulimwengu wa kiroho leo, ukivuta miaka 100 ijayo, kutakuwa na nini kitatokea? Unaona, kutakuwa na hiki na kile. Okay. Lakini leo huwezi kusema, kwa sababu watu hawezi kukuamini. Upotoshaji umekuwa mwingi sana. Hata aliye mkweli leo hajulikani. Yaani ukiongea ukweli hauna tofauti na aliyeongea uongo.